Baza ametuonesha. Mwanamke mwenyewe hajui kilimo wageni. Imagine. Kwa hiyo unavomuona sawa na mazingira ambayo naishi hapa. Hata hicho kinywaji chenye hata kitoa. Hata maji ya kunywa kinywaji. Inawezekana basi imepitiwa. Amepitiwa sio? Yeah. Na endapo tamuoa, hivyo utakuwa unapitiwa kutupatia chakula. Oh, hapana usiombi dua kama namna hiyo. Umeshaanza kuandaa shauri wakati haijafikia. Nakupenda sana. Na sipendi uingie katika shimo ambalo huwezi kutotoa ndani na mimi nakuona. Ule mwanamke hakufai. Hakufai kabisa. At least unaona na sehemu ambapo anaishi. Sio saizi yetu. Kwa hiyo ulivomchunguza we hanifai kwa uzuri? Hanifai kwa lipi hasa? Kwa kila kitu chote. Sister, acha nikwambie kitu. Mapenzi wala hayachagui masuala ya namna hiyo. Mimi ndio nimependa, ninajua thamani yake ni ipi. Hata akiwa mbaya wa namna gani. Kwa kuwa nimempenda, mimi ndio nitakuwa najua thamani yake. Basi na mimi siko wifi yake, twende. No. Mwanangu Shabani, wewe ndiye mwanangu mkubwa katika wanangu. Nimefikiria kitu kimoja leo hii, kukufahamisha sehemu yote nawekeza pesa zangu ili uzilinde kama mwanangu, kama mtoto wangu wa kwanza katika familia. Tazama kampuni sehemu imefikia. Hakikisha mwaka huu kampuni imekuwa vizuri kiuchumi. Hasa ule mzigo kutoka Lubumbashi ukifika, tunaweza tukapata pesa nyingi. Babangu, kwanza ninashukuru sana kuweza kunipa majukumu ya namna hii. Mimi nadhani umeona majukumu yananistahili kwa mimi ndio mkubwa. Na labda nizungumze kwamba umeniamini tu. Naweza nikaendesha kampuni. Ni kuhakikishia kwamba babangu, kampuni iko sawa. Na nakuahidi kwa lolote ambalo litakalokuwa kampuni itaendelea kuwa sawa, kuwa vizuri tu. Kwa mtazamo wote, kwa mazingira yote kampuni itaendelea kuwa vizuri na kuahidi hicho kitu inshallah. Alafu kuhusiana na masuala ambayo labda yanaweza kanitatiza huko mbele ni kwamba dada yangu ndio atanichanganya sana. Dada yangu Asia ni kwamba hanisikii, hanielewi ninapokuwa labda ninamshauri katika hili na hili na lile, hiki na kile. Unaona ni mtu ambaye anatumia pesa vibaya sana. Na ninapokuwa ninamfuata kwa kumnasihi kuhusiana na masuala, anapanda kiburi. Lakini dadi, kwa kuwa unaniamini kuhusiana na hicho kitu, inshallah ninakuahidi kwamba kitakwenda sawa na nitajaribu kumweka kwenye usawa inshallah. Na kuhusiana na huu mzigo ambao unaotoka Lubumbashi, binafsi wala usina shida na wala usina taabu babu. Mzigo nimeshawasiliana na nimemteua Salman Kana aufuatilie mzigo huu. Ninafikiri wiki hii inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa umefika na utaweza kuwa sawa inshallah babangu. Usijali kuhusiana hicho kitu inshallah. Okay. Mzigo ukifika nifahamishi. Maana nataka ufuatilie lile duka tulilolifungua na ufahamu wale wasichana wanavyoliendesha. Sawa? Baba, hamna tabu, usijali kwa hilo. Usijali kwa hilo. Ninakuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Ila ninaomba kidogo, naona muda tayari umeshakuwa mwingi. Na kuna mtu ambaye nilikuwa nimeahidi sawa na wale wa secretary ambao nilikuwa natafuta, ambao tulikuwa tunashindana nao muda mwingi sana. Mmoja wapo aleta barua yake pale na ikaonekana vigezo vinamruhusu kuweza kutumika pale. Kwa hiyo nilikuwa naomba katika hii muda, nilimpa programu aje katika hii muda aje kuchukua jibu lake. Ninakuomba ruhusa babangu. Mengi zaidi tutazungumza jioni inshallah. Okay, hamna tatizo. Wewe nenda
baadaye mimi nakuja ofisini. Sawa? Naam. Sawa, nashukuru baba. Haya, inshallah. Inshallah. Shabani! Hamza! Baba mkubwa nini? Sijui, mwite Shabani. Shabani! Uko sawa? Please take out the materials. Hurry up. Presha ya juu ya damu iliyosababisha mshtuko wa moyo. Msiwe na wasiwasi, tutamshughulikia vyema baba yenu. Hebu tuwahi hospitalini. Let's go. Unatoka ndani. Mzee amemwona. Hadi ya babu inaendelea kubadilika sana. Kwa nini unashindwa kumpeleka hospitali wakati madaktari wameshasema mzee apeleke hospitali? Ya, ile tayari tushaniongea na Shabani. Usikate tamaa. Lazima nikate tamaa kwa sababu mimi sioni msaada wenu mwe humu ndani. Sioni kabisa hata kidogo msaada wenu. Hamza, naamini hiyo ni hasira ambayo inakufanya hivyo. Siwezi nikapingana na wewe kwa sababu ni akili yako ya kitoto ambayo uko nayo. Ila kitu ambacho naweza nikakuomba, kuwa karibu sana na mzee. Ni jukumu langu mimi kuwa karibu na mzee. Hilo ni jukumu letu sisi. Labda ni wewe ndio unatufikiria kwa naye. Hivi mali hizi nitazipataje?
nitachukua zangu kwa mfumo wa namna gani? Mungu wangu, nitumie njia gani? Na mbona kama nachanganyikiwa? Hapa mbele kuna matatizo ambayo yanikabili. Kwa hiyo hapo kama si nitochukua mfumo mzuri wa kumiliki mali hizi, sintafanikisha. Okay. Nimepata wazo. Nini? Nini na uchinga? Wake nileza unaamsha watu wakati wamelala. Alafu sikia nikwambie kitu kimoja wewe. Nakwambia ni huu upuzi wako ambao unashinda unafanya hapa mchana ndio ambao unalala unaota hapa. Hii zitakuwa ndoto tu hapa. Pumbavu mjinga mkubwa wewe. Sasa nakwambia kitu kimoja. Nisirudi kusikia tena kelele zako hapa. Hamza, karibu. Asante. Za uko za nyumbani? Wote wazima. Mamdogo, mimi nilipofika hapa nimeona Ibrahim ndani alifungulia mlango peke yake, sijui akina Imidi pamoja na baby wametoka. Wametoka kidogo, nimewatuma huko. Basi mamdogo, meli kubwa lililonifanya mimi nije hapa ni kuhusikana na hali ya nyumbani. Kama kisi unavyofahamu toka marehemu mama afariki, mzee amejitahidi sana kutulea katika maadili aliyokuwa mema sana. Tulikuwa na mapenzi ya kutosha, lakini toka mzee aumwe sasa hivi anakuwa na wiki 3 anaumwa. Na Dr. Hussein amejitahidi sana kuwa karibu sana na sisi toka mwanzo. Baada ya yeye kumtibu, ametoa majibu kwamba mzee lazima apelekwe India ili afanyiwe upasuaji.
Lakini Shabani hilo anakataa kulielewa wala kulisikia, kwa sababu pesa ambazo ametuambia za kwenda India ni sawa na milioni 25. Ukitazama milioni 25 ni nyingi, lakini kila nikijitahidi sana kuongea na Shabani pamoja na Dasia hawataki kabisa kunisikia. Lakini likubwa kutokana na wewe utu uzima wako, na kwa kuwa uko karibu sana na familia yetu, tumetaka mimi nije nizungumze na wewe. Labda pengine unaweza ukaenda kuongea na Shabani pamoja na Dasia, labda wanaweza wakakuelewa. Haya, hamna shida. Nitajaribu kuongea na Shabani. Tamtafuta nizungumze naye. Nisikie chata nijibu. Lakini kabla ya kuongea na Dasia pamoja na Shabani, mimi nilikuwa naona bora ungekuja ukazungumza na mzee, kwa sababu mzee hali yake ni mbaya sana tena sana. Haya, inshallah nitakuja, nadhani nikaja hata kesho au hata leo jioni nikipata muda nitakuja. Wala usijali. Inshallah, mimi nadhani nimeshachukua muda wa kutosha na mistokawia sana. Nimemwacha Sania yuko peke yake mle ndani na mzee. Mimi nitaniombe ruksa ili niweze kuondoka. Hautasubiri wadogo zako watoke dukani? Hapana, labda wakija utawasalimia. Haya, mwambie mzee kama nitakuja na mimi baadaye au kesho. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Sasa hizi shemeji yangu, hali yako unajisikia aje, unaendeleaje? Kwa kweli shemeji, hali yangu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo umenikuta niko hapa nje na napunga kahewa kidogo. Maana tangu juzi hali ilikuwa mbaya. Juzi watoto walikuja kuniona, wanikuta niko vibaya, ndio nikawaagiza kwamba wakufahamishe, mbona umeniachia nani, utakuja siku ya kilio. Sasa shemeji, ilikuwaje mpaka uwe hivyo? Nakumbuka tu wakati nilitoka nje nataka kuelekea kazini, alafu nikasikia siku inapiga. Wananifahamisha kwamba zile gari zangu 3 zote zimefanya ajali, na ya nyuma ilikuwa inachukua mzigo, wanifahamisha kwamba imeungua. Alafu tatizo kubwa, hata dereva mmoja hakutoka, wote wamefariki. Nikawa nimepatwa na mshtuko wa ghafla. Baada ya kupatwa na mshtuko wa ghafla, nikaingia kama ndani kurudi kubadili nguo ili nielekee kazini kujua hali ya mambo yameendekaje. Basi hali yangu ikawa imefahamikia hapo, sikujua kinachoendelea. Baadaye ndio nikashtuka nakuta watoto wamenifikisha kwa mganga. Mungu atakusaidia, utapona. Unaona, Shabani na Asia tayari wamekuwa watoto wazima, lakini wanahitaji mchango wa wazazi. Unafahamu, wakati wazazi hawapo watoto wanajipeleka wanavyotaka. Kwa hiyo nakuomba shemeji yangu karibu na kumpa nasaha Shabani na Asia ili wawalee wadogo zao. Hamza na Sania bado wanahitaji masomo, wanahitaji kusaidiwa. Lazima uwe karibu nao na kuwashauri na kuwaonesha mali ambayo iko hapa kwamba ni ya kwao, wote wanachangia. Ndio sababu kubwa nimekuita shemeji yangu. Haya shemeji yangu, sijali, nimekuelewa. Sijali, watoto walea ni damu yangu. Siwezi nikawaacha kwa sababu ni watoto wa dada yangu mkubwa. Kweli nitawapa adabu zote na Mungu atakusaidia, utapona, usikate tamaa. Mungu yupo tu, endelee tunasali. Nimekaa na mawazo yasiyokuwa na kifani. Enzi wangu, baba